Tunawakaribisha tena nyinyi ambao mnaendelea kufuata vipindi vyetu vya Isheja TV, na Isheja TV tunajua mnatufuata katika DRC, Rwanda, Uganda, Burundi, hata manchi za kigeni kama Etazini, Canada na Angleterre, Ubelgiji na manchi nyingine. Leo tunapenda tuwafunulie ni kipi DRC kuna kwa nini, na kwa sasa tumejielekeza katika maeneo za jimboni Kivu ya Kusini. Hapa ni katika ziwa ya Kivu katikati, hapa kuna kuwa kiziwa ya Ijwi, na hapa kuna vijana wa Adventiste wa kanisa wa Sabato ambao wametembelea hapo. Tumepata na fursa ya kufika hapo wakati walikuwa wakijifunza majifunzo ya kujitegemea, yani entrepreneuria katika lugha ya Kimombo. Acha niwaalike kufuata nini kinapitikana huko, ni kipi Ijwi katika maeneo yake. Tutaweza kuona Ijwi na mambo gani yanapitikana huko mazuri ya Ijwi, ambayo kwa sasa watu wengi hawafahamu Ijwi ni kipi. Ni zaidi ya vijana 160 waliotokea katika maeneo mbalimbali ya Central Kivu Field, SECAF, wakiwa na lengo ya kugundua na kujifunza kujitegemea katika karni hii ambapo uchumi inakamata nafasi ya kwanza. Ni tangu tarehe 23 hadi 26 Septemba mwaka 2021 ndipo vijana hao walitokea katika mji wa Goma wakijielekeza katika kiziwa ya Ijwi jimboni Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa katika mpango wa viongozi wa field wanaosimamia vijana kwa kuunda kazi ya kujitegemea kwa ajili ya kulisha familia zao na kujipatia kazi kibinafsi ili wakuwe na maana katika jamii. Katika kuanzisha kempi hiyo, Pastor Muindo Tsongo anayeongoza vijana katika field alianza kushukuru Mwenyezi Mungu na vijana waliokamata wakati yao kwa kuja kujifunza majifunzo hayo. Mungu, na kwa nini nilishwaziri na mimi nilitia kura yangu kwa sauti hii ya kuja mahali hapa. Nakumbuka ni mpango ambao tulipanga depuis 2019 tulipokuwa Goma pamoja na watu kutoka Bukavu. Tulipaswa kwenda hapa kwa mwezi wa 4 vikashindikana. Tulitaka kuja mwezi wa 6 vikashindikana. Na hii mwezi wa 9 imewezekana kwa neema ya Mungu. Lakini nilikuwa nikisikia habari Kashebere leo nimeona kwa nini? Kwa macho. Na kama vile nimeona Kashebere inakomaa, hii ilipatia wazo ya kusema kwamba tukimtumainia Mungu yote yanawezekana. Amen. Na ndio maana tusema teme kubwa ya hii sorti yetu tunaifunza juu ya nini? Juu ya nini? Partenaria. Sema tutajifunza juu ya miradi ya kujitegemea. Hapa walipokelewa katika senta ya Prolasa inayojihusisha na kuwachunga watoto wa yatima na wale wasiojiweza wakiwa na magonjwa inayotokana na kutokula vizuri, wakiwa zaidi ya 100 watoto. Kiongozi wake Daktari Morima Desire alipokamata neno aliambia vijana kuwa na nidhamu nzuri inayompendeza Mungu. Kisha hapo vijana walikamata nafasi ya kugundua mafugo ya samaki, namna zinazotengenezwa, ikiwa ni process ndefu lakini inayoleta matunda. Bana hapi na kulumiza. Sia hiyo. Napaka kukaza sana mkono kamuzima. Kaza kuluma. Inakula mtu sasa. Tunamaliza. Inakufa sasa. Direct inakufa. Nakufa hiyo bosi. Ekingaliki.
Director wa Prorasam Daktari Murima Desire aliweza kamata neno akiambia vijana katika masemi haya. Na hapa zinakomana mbio kushinda pale juu, hivi vinaleta chalet, zinapendaga chalet ndio zikumali. Pale mai yote yenye inakuya huku chini iko stoke pale, ndio ile mai yenye inakuya mtoni, tushadevia mtoni inapita ukilima inatokea, ndio sasa inalima. Hiyo mai yote ikinatokea nyuma kulake za huku nyuma kilima inakula na ipisha ukilima. Hapana huko mtoni pale unaenda hapo. Mimi tunakamata mponi tunaidevie tunaipisha ukilima. Inatia mai stock mai tank yenye kwa hapa reservoir inashusha matio inapatia zile manani. Maintenant hii ya plastic ni systeme ya Peiba, pompe iko mlaki niko alimenter na energie solaire, unapandisha mai matio tunatia mai manani. Mnaona mapompe hizi zinaingia sasa. Hii haina relation na ile reservoir. Ile reservoir ina alimenter vile vya chini, na hii ni mai yenye kwa natoka mlaki. Par exemple, la semaine prochaine tutatia samaki umu na umu. Ndio vile. Kwa ngambo yake Jimmy Murima anayehusika na mpango huu aliweza onyesha namna gani wanaanza fuga samaki kuanzia katika mbegu hadi kufikia lengo itaweza kukomaa na kuuzishwa. Tunapatia mahormoni za watu mafemeli. Donc samaki nazaliwa inakuwa haina orientation ya sex. Sasa ukipatia testosterone, sisi tunajifunza biology, inakuwa male. Ukipatia progesterone inakuwa femelle. Ndio vile juste kifika pale mkisima, ukitia mama na femelle zinazalaka sana, olezi kule zinakuwa zinazala, hazitanenepa. Alafu kama ni mamale tu unafuga, kazi tu ni kukula. Na njina nenepa na sona vya kusoko unapata profit. Kama kanenepe wanakupunja na unapoteza wakati bure. Ndio maana tunafuga na kuveze, donc kuveze artificielle. Mais normalement samaki tazala mule na jikomalisha bitoto bila shida. Tunafanya tu vile selo nani juu iko donc iko rentable. Sasa swali. Kama hamuzipatie ile orientation ya sexe, hayezi komala hayo peke mule na jipatia orientation. Inajipatia orientation selo genetique ya wazazi sasa. Banamke watoka ba mingi wala wanaume ba mingi. Sasa selo wewe gisi unapenda sasa ndio tunafanyaka inversion sexuelle. Akula panda tu 3 semaines seulement. Pale sasa gisi inaendelea na komala après 6-7 mois hawezi tunapata trace ya hormone. Ndio maana donc haitakuwa problem kwa watu, ndio maana nani gouvernement inakubali. Mais kwa wenye wanafanya pratique za mubaya wanapatia hormone samaki za kukomala. Juzi nenepe. Ile sasa njoo aitikiwe juu itakuwa na maefeku kwa watu. Sasa hii sababu tunaita iko naturel wala ni iko naturel. Iko naturel. Kama leo haiko na kardi. Na waka ile. Ndio, mpaka mbali. Ikishinda mwenzake nani nene inamumeza. Na mumeza. Meti la piazi kwa sababu mama carnivore. Ndio yeye mnatupia mayai tu sambu. Ndio naturel basi isiko mulake inakulaka bado mayani tu apembe ile maalge ili ave. Sio inakulaka na mayani tu. Sasa ukishazileta hapa juu nepe mbio juu patia ile masoya, mihindi, nili juu kwa ya kabanga. Inakuwa ya kizungu. Inaweza kuwa na dimension volume. Kama yonaka.
Sinipaka kidole inakuwa kurefu mwe ndani. Mko kumabule. Na mtama ni kabana. Leo ni sawa wakati za leo haziki nini mayai tena. Ndio maana watu wanataka waeleve mamali tu kama kila wakati ya. Mimi sasa kula vichumbi. Na kuna mayai kule ndani. Mbili. Mko mbili au hapa naomba wanakulaka tu. Kula tu chakula. Sasa mwanamke sasa kuna mayai ile wakati kuna mayai hakulaki. Hata nepa. Kwa tuvisite tena jua. Kadiri kuna pana chakula kadiri. Mais sasa wazungu madesheni ya wazungu après 12 mois. Nyuma ya pale nyama haitakuwa tena utamu kwa sababu mizizi. Kwa mwisho sana nyama ya ng'ombe. Mais ile mwendo rusa nyama ikifika chini. Ndani mai na pombe ya sukuma mai na pia mjaga mayai inakuwa inafikia sawa hapa. Kama inakia mfai ndani sasa kisha pesa nzuri na kutoka mtoto unaanza na shepo pole pole kisha yeye na shepo anapanda yule anafikia hapo perfect. Anapanda yule anafikia hapo tunakaripotia mwili basi sasa mai na yala huko tena inapita mchini inapita mchini pale tena kutia pale na mai na kiko na sisi sasa kisha mai tunapata na sababu hizo basi lazima ngao sasa ndio tunapatia ile kama tunapatia hormone kama tutatia zinakuwa sababu tumule panda emo après moi tunasasa mwili mama kansa emo na mwili ya upload hapa ndio kima mayai iko ndani sasa tukamata ile mayai tunatia huko pale kwa tanki ndani mai na pombe ya sukumaka mai na pia mai na pia huko mayai na kunafikia sawa kisha ile mai na kuna turne na inakuwa turne mayai hivi Ni mulabu. Kisha wakia mwa pesa njoo zinatokea. Ndio kwa sababu unaanza na sasa anapanda hapa hivi. Anamwagikia hapo anakuwa hivi. Mwiba sasa. Sira sasa tukamata mwiba sasa na bomba. Kabisa kama. Kisa kama sasa ndani mai na tunaweza tu ziweze na shi. Ndio kama tunataka tusifanye mali tu kwa kama ni mafemele tu. Hapa ndio tunafanya sasa. Tunawakia panda emo kisha wakia mzee matani tunasababisha ile matani juice nenepe bali sasa kamata sex sasa kwa sababu mali wala pembeni tunaanza mle ndio mwanzo tunasababisha sana kazi kwa sasa ndio nenepe bana mwenye anapenda naye ndiye zalisha kamata pale sasa kwa hiyo hapo ndio maternité hapa ni ndio sama chirurgie maternité samaki kila kitu kinaona maana ile makora volka inaproduce kama bakteri zile bakteri zinapata uchafu kwa mai zinaikula mai inakuwa proper na kutoka kwenye tunapasa mafuta ile dawa ya kubadilisha zikuwe ni hormone yanaume ni testosterone yanamke ni progesterone Ndio la question. Oui. Sababu anatembea kasi ile effet ya kugusa samaki. Tosha mayai. Watu ndio samaki natoka kwa kai. Haye tena. Mateknisia wanaikamata pole pole hawataitosha kwa kai. Mungu nipatie mikono. Kisha toka ikai. Oka baya na bali na donda kimunaki. Sasa kama kidonda unabakia mulaki juice bond. Itaendelea oza kiendelea. Kama nikipoteza ikai, nyuma inakuja. Pole pole.
Umesikia nini? Naona kunyele maprotesterone naona kama utadoka kama msiki. Uone tu hata kama uone kunyele maprotesterone kama utadoka kama msiki. Nichelewe sasa. Nianze kusema, nianze bado nianze kama nataka mayai. Kisha kiweka nasimama chini kana na sifunde. Mwanamke tena anasibere anasikia mkimya. Sasa sasa tunasema kama tele mayai. Donc après 10 jours, mayai kwa samaki na kusha mbao. Kisha samaki mkisima après 5 jours inaanza taga. Mwile 5 jours inakuwa mayai sababu après 5 jours kama unaziacha mule samaki hayo peke itazitotora. Maisha zitotora mule kusema usikamani tena itakuwa mtu. Mko matope mko nini itakuwa problem kusema usikamani. Msema hautapata nani randomasa hizi kuleta mayai wewe peke unaweka huko una rekolte mtoto yote. Ukitia samaki bibi anaona watia fasi moja après c'est tout il faut bazaga takutana. Sasa kisha kutana vile sasa ndio tunakutana kama siku. Et après 10 jours déjà mayai inakosha kwa fait. Tu vas récupérer mayai. Akile ndio planning kwa. Ile ndio ile planning kwa. Hapa nimaliza kwa msemo. Nikae kwa shoni. Niende kuna geuka orange mpaka sina kitu. Sasa kutoka nienda na push. Nienda sina ile push big. Après je tosha. Hapo kinaanza na je pole pole. Kisha weza na je kinapandaka yule kinafuata maji. Kinaingia kule. Huko nawaje tu kitrechi karatasi ya mayai. Sasa ile mchanga na bako kule. Ndio tunataka hivi filtre tena ima iko tena kitumia. Hapa ni hivi filtre kwa. Hii ni maboro kitama. Ila ni kule kwa kasi sasa. Shule vitoto wame alikula. Na wewe ile chakula yake mwanani mwili yai. Napata uwezo wa kujua. Samaki kuna asili ya maisha. Pia nyingi unaweza kufanya funga ya samaki. Kwa mavantage, kwa mfasi kwenye kazi. Na samaki kususa ya proteini. Kula samaki tayari kuzusha tanyama, hata kukusa. Kwa mtaka proteini na mambo mwingi. Nikisema mpaka leo samaki ngali si chakula nix. Au kula samaki kwa kila siku na unaona mwai. Samaki basi tunauza kama $1. Nasikia kama wewe ukifuka samaki unauzisha ni franga. Hapo ukifuka 10,000 poissons. Tunakumana msuluhisho ni 10 toni. Hapa wakiwa wakitosha samaki nzuri zinazopelekwa katika soko katika mji wa Bukavu na Goma na nafasi nyingine. Siku ya Sabato tarehe 25 Septemba ni idadi kubwa ya Wasabato walioungana na vijana kutoka katika mji wa Goma na kando kando. Hapa ibada kubwa iliweza sherekewa kwa nyimbo kubwa. Wakristo na wageni waliweza barikiwa na kwaya kubwa ya Wambuti wanaokuwa katika kituo moja cha Prolasa. Kuzamagara, izina rizabari.
Ukagiza kisumba byose. Kuri wa munsi mwiza Ndagaruka Asanga turamwiteguye kuri wa munsi mwiza Ndagaruka Asanga turamwiteguye Arabagiye kuzahamagara Izina yawe rizaba ririmo Urabona batekereza uko biza kugendekera Abacunguwe baririmba Ukagiza kisumba yose Arabagiye kuzahamagara Izina yawe rizaba ririmo Urabona batekereza uko biza kugendekera Abacunguwe baririmba Ukagiza kisumba yose Tuzumwijiri umure Muri gandara igitugu Niba tuzayishura bese Tuyitekambikwa amababa tugera iwacu Tuzumwijiri umure Muri gandara igitugu Niba tuzayishura bese Tuyitekambikwa amababa tugera iwacu Kuri wa munsi mwiza Roma Ndagaruka Asanga turamwiteguye Kuri wa munsi mwiza Roma Ndagaruka Asanga turamwiteguye Arabagiye kuzahamagara Izina yawe rizaba ririmo Urabona wetekereza uko biza kugendekera Abacunguwe baririmba Ukagiza kisumba yose Arabagiye kuzahamagara Izina yawe rizaba ririmo Urabona wetekereza uko biza kugendekera Abacunguwe baririmba Ukagiza kisumba yose Arabagiye kuzahamagara Izina yawe rizaba ririmo Urabona wetekereza uko biza kugendekera Abacunguwe baririmba Ukagiza kisumba yose Katika shule ya Sabato ni watoto wa shujaa wanaokuwa yatima na kusapotiwa na kimafunzo, kiafya, hata malezi na shirika Prorasa walioonyesha ushujaa yao kwa kutamka Biblia yote na mambo kadhaa. Hapa wanajieleza. 28. Ya kwanza neno la Mungu, ya pili utatu utakatifu, ya tatu Mungu Baba, ya nne Mungu Mwana, ya tano Roho Mtakatifu, ya sita umbaji, ya saba meza ya Bwana, ya 8 ubatizo, ya 9 asili ya mwanadamu, ya 10 pambano kuu, ya 11 ufufuo wa Yesu, ya 12 uzoefu wa wokovu, ya 13 katika Kristo, ya 14 kanisa, ya 15 utume wake,
Ya 16 mwili wa Kristo. Ya 17 roho na huduma. Ya 18 karama ya unabii. Ya 19 sheria ya Mungu. Ya 20 sabato. Ya 21 uwakili. Ya 22 ndoa na familia. Ya 23 ndoa na familia. Ya 24 Yesu katika hekalu la Mungu. Ya 25 kuja kwa Yesu mara ya pili. Ya 26 kifo na ufufuo. Ya 27 roho. Ya 27 milenia na mwisho wa dunia. Ya 28 dunia mpya. Anasema kitabu kwa anatupatia mwenye alikiandikaka. Napenda sana vile alisema ile vitabu usikaze kufuata mzuri. Anatupatia kitabu au anasema mwenye alikiandikaka. Juma atatupatia, tumeishia kwa Yohana kwanza. Tuko tumeishia. Tunaendelea mpaka tumalize programu yote. Sitadi tutunga tu ingine programu, ingine siku mtakutana vyote imeisha nayo. Asante. Tunaanza na tupatia kwanza vitabu 5 kwanza vya Musa. Tunaanzia kwa kwanza kisha tunashuka sasa. Twende. Vitabu 5 vya Musa. Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Joshua, Waamuzi, Samueli, Rute, Samueli wa kwanza, Samueli na Gadi, Samueli wa pili, Gadi, Wafalme wa kwanza, Ezra, Wafalme wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Mordekai, Ayubu, Musa, Zaburi, Daudi, Mezali, Sulemani, Mhubiri, Sulemani, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Yeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Nahum, Habakuki, Sefania, Hagai, Zakaria, Malaki, Matayo, Matendo ya Mitume, Luka, Marko, Matendo ya Mitume, Luka. Shule ya Sabato waliweza nao kufunza lesson ya siku, naye ni Autriche Courage mbele ya umati ya watu. Yale mambo yenye mafikara hayawezi kufikiria, mambo yenye hauwezi kutarajia, Mungu anayatayarishia wale wanaofanya nini? Wanaompenda. Ndilo neno la Bwana. Katika kiingilio ya fundisho hii, mwandishi aliandika hivi: Je, umewahi kuhisi kwamba ulikuwa katikati ya pambano kuu? Na pambano kuu hili ni katika wema na uovu. Na wengi hata watu wa dunia wameishi katika hali kama na hii. Tunakuwa katika vita ile yenyewe katika wavuza vyo nasema grand conflit. Vita kati ya Ibilisi na nani? Na Yesu Kristo. Na tunapokuwa katika dunia yenyewe tunaishi naye, upende usipopende, ujue ile vita tu inafanya nini? Inakuwepo. Ndio maana unakuta hata mhubiri anapomaliza kufundisha na kusema amina na kuwa nguvu. Ni ile vita tu yenyewe iko ndani, inakuwa kama vile tuliilea, tunaipalilia hata ndani ya kanisa. Hapa tuko na ubiri, wengine huko naandikia na mamesaji. Connection iko kwa baba mwana, niko na baona. Kunaweza kuwa kuna connection ya telefone, meko kwa connection ya kinywa. Ndio maana usiniongelee, unilazime masikio mimi nikujulishe. Unifate, usiongeleshe mwenzako. Ndakupa muda kunituka swali. Mhubiri Ndinayo Robert alifundisha namna vijana wanaweza tegemea Mungu katika miradi yao yote,
akiwa muweza yote. Alika Yesu ndani ya ujana wako, maisha itakuwa yeye. Wafijana, halo, tuko pamoja? Alika Yesu ndani ya ujana wako, everything will be good, kila kitu sawa kabisa. Lakini unapomwalika huyo Yesu ndani ya ujana wako, I have been sent to tell you the truth. Ndio maana unapaswa kuelewa ukweli jinsi ulivyo ndani ya maandiko. Unasoma Biblia mara ngapi kusudi uwe kijana ambaye amepata fursa? Leo mmesoma hapa kati yenu, mko baba lisensie, kuko ba graduate, kuko ba densisi, kila mtu anajua kusoma, lakini favela zenye mko nazo na wakati mliopata mnaichukulia namna gani? Kisha hapo vijana waliweza patia msaada ya manguo kundi ya Wambuti. Kiongozi wa vijana aliweza jieleza katika masemi haya. Tulipendelea tubarekee kidogo tuko nayo iweze kuwasaidia. Na tuna mengi lakini tukipata ingine tukawatumia. Tulipendelea tuone na nyinyi lakini hali iko nzuri na wakati imeisha. Siku nyingine tutapata makumbuka tuendelee na tuendelee kubakia wa Kristo. Mungu awabariki sana. Ngambo yao waliweza shukuru na kualika vijana kuendelea katika kazi hiyo na kuendelea wakumbuka wakati watakaporudi nyumbani kwao. Amen. Tunashukuru kuona wageni wetu wa Goma wanakuja tuangalia sisi wapea. Mungu abarikie sana. Amen. Tumepata manguo wanatuletea, wanakuja tusaidia. Jina langu ndio naitwa Japone, mtoto wa Ngoma. Lakini ninafurahia sana wenzetu wa Goma wanakuja kutuangalia bila tatizo na wanatukutana tuko mzuri, hauna wagonjwa. Na wenyewe wanatuletea, Mungu ababarikiwe, awaongezee nyingine nguvu ya kutuletea vingine mahindi. Asante sana. Na mimi jina langu Sifa Mwajipangi. Kisha hapo vijana waliweza jielekeza milimani kwa kuzuru jamii na kuangalia pale ambapo kanisa wa Sabato ilipoanzia eneo hii ya jimboni Kivu ya Kusini. Siku ya kwanza ya juma ni kazi kubwa ya vijana waliofanya. Hapo walisafiri katika ziwa ya Kivu wakijielekeza kwenye viwanda kubwa vinavyotengeneza maji, juice na ufugaji wa kuku hata samaki na mambo kadhalika. Eli Murima na watumikaji wengine wanatueleza hapa ni kipi kinapitikana katika viwanda hivyo.
Ça Mais on a la capacité à produire combien de litres? Donc, Viviane, what's the capacity of this one? 1500. Zenye Sikia kwa haina madhara mwilini. Lele colorana nayo haina madhara. Cha difference ya colorana na conserva nini? Ila kama ikawie ila kwanza Kisha wetu wa mchanga. date d'inspiration. Ah, pardon. Une bouteille 500 ml. Munatia kadani JOP. Na waya c'est pas nécessaire ile mjue. C'est quelque chose de mal. Nakamula tuwezi zinatokea huku na huku deshe zinatokea huku. Ndio iko charge na napa na katika. Donc hii ni Minimex ya Kawani, tado Minimex ya Kawani. Hii na ukamula shi. Hapi na gata, hapi na kile vipande. Sawa. Hii ni ya kuchanga ma melange. Na melange ile conserva na jus. Hii ni ya kuishofe. Mimi nakupakiza. Sasa zile machupa zinakuwa produce kwa long nazima. Donc, ndava expliquer kisha kufuata expliquer. Hapa tunakuwa na mashine mbili za incubation. Iko na 13000 capacité à 13200 F na 21 jours. Donc, unatia mu 13000 F. 19e jour unazitransfere zinaenda mule mweclosoir. Donc, zinaingia mwile mashine pale. Donc, ile incubateur na ile écloserie. Sasa hii inakuwa ya 22500 F chaque 21 jours. Mais sasa avec isoria donc inakuwa incubateur na écloserie kwa même moment. Sasa hii ni table ya mirage. Hii table ya mirage tunacheka mpule ya violet. Juu siketi ya mayai haiko fekonde, unaomba kuvuna. Unacheka yai ndani kanwa sikiko fekonde. Kama na unacheka mbele. Sikia alisema mayai mbele yako fekonde inaweza ndio sans problème. Mais kitu kisha développer. Donc, hapa kwenye tuko ni linya ya kutengeneza machupa za plastiki. Zile za jus. Donc, hizi ni compresseur na mpaka mnaingia hewa baridi. Donc, ina produire hewa. Ile ni iko sawa frigo, inaifaa baridi. Mbele ingia mashine. Wanaitaka pet blowing. Souffleuse. Zile machupa za Donc, chupa ya plastiki na kiaka iko hivi. Unaona kwa hivi najiuliza ni nini pardon sasa unatia mwili ndio kuna zungu. Hii mashine kazi yao ni kusasa yarusha hii chupa kadogo. Maki umko ma resistance unako unalunguza chupa pole pole kwa kila fasi kwa temperature yake. Kisha fika tunakukamata unatia. Ukishatia hapo na presse inapiga ile hewa ilikuwa toka nje inapita na pasula chupa.
Kamata hii form. Ni kila mtu kile saka unapenda fortuna sasa ni komanda ka preforme za peprolasa. Ukitaka naona komande preforme yako kitaka kutia jina yako na tatu chupa sele wewe unapenda. Wewe unapenda kama hiki ndio kinapatia chafu. Juisha ya yuka sasa inaipuliza. Sana wapenda. Mashindano ya share sana. Sasa yeye jina yake Sadiki, teknisia wetu kutoka Uganda. Yeye ndio iko en charge kutengeneza chakula ya mafugo yetu, kuku na samaki. Samaki inaombaka kutengeneza inakuwa na sote tatu ya chakula. Kwa chakula ya poudre kwa samaki singaliza kidogo sana, kunakuwa ya moyenne na kunakuwa samaki za komanda. Sasa inaombaka a partir ya samaki za moyenne mpaka za komanda, inaombaka chakula iko ya kuflote. Site mumai na kitina shura. Vuke fa vile unju kuna homba. Haki kibakia yule mwake samaki atazi shibe, sasa inasikia tena njaa napanda tunakula ile chakula. Sasa kuna mashine zake hapa za kutengeneza ile chakula. Ndio maana mko na mamule pale vile vyote kutoka mimi soja abambi. Zero materials. Tunakuwa na mihindi ndio inasaidia na energy, nguvu, kupata nguvu na starch. Tunaweka ndagala, tunaweka soja, tunaweka damu, hiyo inasaidia sana kwa protein. Damu ya ng'ombe? Damu ya ng'ombe. Banaikausha mzuri, banaisaga. Sasa hivyo vyote unavikombine mara moja na premix, lysine, santoquin, toxin binders unaweka pamoja, unachanga, unaweka mlivanje, inachanga na maji, unaweka mashini hiyo extruder, extruder inapika. Kama inazipika mzuri, unaweka dry na zikausha mzuri, ndio unapatia samaki yako. Chakula yenyewe tunafanya hapa iko na protein content live. Yes. Unaweza toka ya brood stock unaweza kuwa 60%, ya 40% mpaka kuya 25%, 25%. Hizo ndio prosa samaki yake nafaa ekule. Na miezi kenda samaki nafaa eneze 1 kilo, na kama imekula 1 kilo. Pendant combien de mois? Après un mois. Non, 9 mois. 9 mois inakula 1 kilo totali ya chakula. Naye inakamata ukikulisha 500 gram itakuwa na 500 gram après 9 mois. 200 gram itakuwa na 200 gram. Hapa haiwezi kula ile capacity. Non, haiwezi imaliza. Wewe unaomba tutatile chakula haisha shio. Na yacha. Donc bref haibukake 1 kilo. Inaweza vuka ukiacha mwaka moja miaka mbili tena utaomba. Wewe utaomba. Okay. Itakula sana na hitaongeza sana. Na samaki ngombe itoke kwa bahari kuliwa. Sasa hapa ilikuwa chakula tena kusamaki sasa. Wengine hawaingia. Good. Maki mtu anafanya selection na kwa 80 francs. Na vile sasa inakuwa machine ya kuitorifia natosha ile ngozi ile. Tunakuwa exporter États-Unis na huko kwingine. Mtashapa kwa mtasikia. Mkoye Salomon. Ni teknisia wetu hapa mfugaji na kuzalisha samaki. Dokter. Ndio maternity ya samaki.
Kisha tia dume na dike na konte ziko na moya, tunaingia tunaziloba, tunatosha mayai, tunatia mwe closeri inatumika pandaka 3 jours, tunaleta hapa muhapa, tunapoza tunagabulia, tunakuya bakilia banabuza banagawa. Mtoto. Aenda leo Bukavu. Pardon, pale mwa ile unaweza kuwa sababu ngapi? Selon estimation. Inaweka mayai mkinyi. Sasa kuku inaweka vitoto. Bwana. Kila samaki iko na chicha yayo, ishachimbula chicha yayo ile na vile. Sasa kila femeli na kiaki naweka mayai yake pale, maana kila femeli na imeza tena. Sasa ikisha totola tena vile vile. Mitoto inaweka kado mkinyi. Sasa unaona danje yote inakibila mkinyi wa samaki. Sasa si hapa tunatoshaka ndo mayai na samaki tunatia mweklozeri pale. Sasa ile na ile system ina totola ile mayai sasa. Sasa ile vitoto tunavitia. Par exemple tunatia na 50,000 nous on les séparer. Utaenda leo Bukavu. Tuko na oxygen, tunatia masashe, tunatia na oxygen na mai na tunaenda. Ile oxygen itatumika 40 pour des jours. Kama ni Kisangani, kama ni sasa tunafika. Na mnapana kanani kama mungapi? Kambegu kama mungapi? Ile ni kubiro. Voilà. Ni maongezi. Kaida kwa ambao nikuuliza swali haiko kumuni. Tumuulize. Watu mwalimu tunako tiwe na pana. Ndio hapo kwenda na vile tiwe. Lakini naomba na ile mai na pale si. Kisha ndio Suna hii ni iko ingia. Ikiale ingine natokea pale. Mshaikanalize. Ndio. Sasa walikuwa walishusha juu batosha samaki. Bekawa na sasa itakuwa kwa normal tanza pitatu mwile tio. Ndio maana kwa kanani kama mustikere euro juu vitoto visipite mwile. Juu kiacha hivi amoni na feri binapanda. Nakutana mai naanza kwa rose au vert. Mtaviona pale kwa kisima. Sasa tuko na motopompe ya kupompe ile mai jibi nani. Bon, twende tupite kwa juu. Mimi na consomaka 20 litres par heure. 20 litres prestation. Ni système bila kuvivu.
hizi na moto. Mais ile c'est un groupe électrogène. Hii ni backup sasa. Maana hii ni backup. So expliquer backup. Déjà parler pas hii moto kienda automatiquement inajua kisha. Mu saison de pluie hapa ni jua. Inatumika au moins 5 à 6 heures par jour. Nayo inapiga tu ile veli. Yana consommer 2 litres par heure. Yana shikazi. Eso sim. Niko mreshini. Asena radio hapa uchame unakuyaga. Na formation en plus. Una maana na za kutengeneza vile vitu. Nasikia tu ni moto tu ndio ziko zinakuja zote. Anana sasa hakuna kitu kia bila. Watu sikia wamesema hapa. Menuiserie industrielle hii. Anana sasa. Anana sikia. Ndio mashine vya industry. Papatana na mbao zina. Vamos pressé. Kwa kukomesha kikao hicho, ni mechi kubwa ya kandanda iliyoandaliwa kwa ajili ya kuagana katika shangwe kubwa. Nadia toka anatokea kisha kuharibisha ya watu. Watoto wanaosapotiwa na Prolasa wanafunzwa tangu utoto hadi miaka ya university, mafunzo kadhaa na nyingine, wakishikilia msingi wa imani wa Sabato, ingalau wengi walitoka katika mafamilia zisizokuwa ya Wasabato. Nyinyi
nyote ambao mliweza kufuata kipindi hiki kwenye Isheja TV. Tunawashukuru na mubaki mkiendelea sharing vipindi vyetu na kuvilike na kusapoti kazi ambayo tunafanya. Niwaalike kutufuata tena katika vipindi vijayo na chao. Mimi ni Barak Munyamfura Heritier nikiripoti toka mjini Goma.